Kwa majina naitwa Margaret Scott Gati Mivile. Mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Manga, Mjita wa kuzaliwa. Ni miaka 45 iliyopita, na miaka 23 iliyopita nilipata ajali nikiwa natokea Nasonano kutoka Dodoma mjini kuelekea wilaya ya Kondoa. Hapa sijafika nyumbani, njia panda Achata na Palanga ndipo ilipotokea ajali. Na baada hapo nilifuatiwa matibabu katika hospitali ya Kondoa na kisha nikaletwa hospitali ya General ili kupata matibabu zaidi, maana niliumia sana kichwa. Na baada ya matibabu niliweza kuruhusiwa baada kama miezi 5 hivi kuanza kusafiri. Na baada ya hapo nilikaa ndani ya miaka kama 2 hivi nikiwa nimesafiri kuelekea mkoa wa Mwanza, ndiko ndiko kwa nikilelewa na Didi yangu ndiko sasa hivi marehemu. Na huko ndiko Mungu kunijalia kupata muno. Nikiwa nimeolewa, nikiwa naweza kutembea na kufanya shughuli ndogo ndogo. Nikiwa nimeweza kupata watoto 2 wa kiume wa miaka tofauti. Na nilipofanikiwa kupata watoto mwaka wa 2010, mume wangu akafariki dunia, akawa ameniacha nikiwa na watoto 2 wa kiume ambao nimewalea katika mahangaiko kutokana na kwamba tayari nilikuwa na shida. Mama siwezi kufanya kazi nzito ya kubeba kichote kiaina haba kama beba mzigo mzito kichwani. Kwa hiyo nikipitia wakati mgumu kuweza kuwalea watoto wangu. Lakini Mungu ashukuriwe kwamba hivyo niliweza kupambana, na kufika mwaka 2017 ndio maumivu makali yalizidi sana kwenye uti wa mgongo, ikanipelekea kuanza matibabu katika hospitali ya kanda ya Bugando, kuanza kliniki. Nilianza mizuri pale. Fika 2019 kliniki yangu ya mwisho ilikuwa ni tarehe 18 ya mwezi wa pili. Na baada hapa nilikuwa tarehe ya kurudi, sikuweza kurudi kliniki kutokana na kwamba nilishindwa kutembea. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa nimekaa tu ndani. Na baada ya hapo nilitoka mkoa nilikuwa nikiishi, nikaja huku Dodoma kwa ajili ya matibabu zaidi, ili kuweza kuchunguza kwamba nini kichokelekea ili kushindwa kuweza kutembea, maana mishipa ilikuwa inakaza ya joint zote. Kwa hiyo mwaka 2002 ndipo nilipoweza kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Benjamini. Kabla ya kuja Benjamini umetuambia kwamba kuna wakati ulishindwa kurudi kliniki ya Bugando kutokana na kushindwa kukidhi zile gharama za matibabu. Je, kwa wakati huo uliwezaje kukidhi gharama za usafiri kutoka Mwanza mpaka Dodoma na kuweza kuja kufanya kliniki tena hospitali ya rufaa Benjamini? Asante ndugu mtangazaji. Kwa hiyo mwaka 2019 ilikuwa nikifanya kliniki kwa msaada wa Samaria Wema. Na ndio wao wa Samaria Wema waliweza kunisaidia hata kupata nauli ya kutoka Mwanza kuja mpaka hapa Dodoma. Na hao wa Samaria Wema ndio ambao waliweza kumsaidia pia kupata pesa, hatimaye kukata bima na kupata pesa kufanya vipimo ambavyo niliandikiwa katika hospitali ya rufaa ya hapa Benjamini. Ndio mwaka 2022 niweza kupima kipimo cha MRI, na baada wa mwezi wa 3 wakamgundua kwamba kwenye uti wangu wa migongo kuna pingili moja haijakaa vizuri, yani imepinda. Ndio inayopindika kama moja. Daktari kaja hapa, na kwa nini nasikia ndo makali hizi? Akasema ni kwa sababu hii pingili hii yari neural disorder, pa hiyo inapelekea mishipa yote kukakamaa na hatimaye mabomu makali yanayoweza kwenye mwili. Nikamwambia matibabu yake ni nini? Daktari akaniambia kwamba matibabu yake hapo ni mpaka ufanyie upasuaji. Kwa kulingana na hali yangu ya kiuchumi sikuweza tena kuendelea na yale matibabu. Kwa hiyo nikawa nikipata pesa kutoka kwa Samaria, nikawa nikiandikiwa dawa pale Benjamini na nunua tu dawa za kuuza maumivu. Na baada ya kuwa nimepima kipimo cha MRI ya 2022 na majibu kutoka hivyo kwamba ni kutokana na pingili ya uti wa mgongo kwa imepinda, na wakaniambia matibabu yake ni kufanyiwa upasuaji ama daktari bingwa bobezi. Kwa hiyo hapo ikanilazimu kusitisha kwanza, kwa sababu nikawa uwezo wa kipesa sina na matibabu yenyewe nikaambiwa ni habari. Kwa hiyo ikawa nimekaa tu bila kupata bila kupata matibabu. Nikawa ninapata tu huduma ya dawa.
kutokana kwamba nilikuwa na ile bima, kwa hiyo nikawa nikiomba kupatiwa dawa na kana andikwa dawa nikawa natumia. Lakini muda huo ulituambia kwamba ulisafiri kutoka Mwanza kuja Dodoma. Kwa maana hiyo makazi yako ilikuwa ni Mwanza. Dodoma ulikuwa unaishi vipi? Kuja weza vipi hizi nyarana banaisha? Yani kwa wastani maisha yangu kuishi mategemeo ya familia wema. Maisha yangu yote kuishi kwangu tangu nilipotoka nyumbani Mwanza ambayo ni Ukerewe na nikapita nilikoficha na tegemea wasamaria wema. Watu ambao wana moyo mwema ndio wamekuwa wakinisaidia hata kulipa gharama ya kodi ya nyumba, kupata chakula, kusomesha watoto, ni wasamaria wema ambao Mungu anawagusa ndio wao wanafanya nini? Wanaonisaidia mimi. Sawa, baada ya kufanyiwa ile check up na kipimo 2022 nini kiliendelea kwenye upande wa matibabu? Kwa hiyo kwenye upande wa matibabu pale nikawa ninapata huduma ya dawa, na baada ya kuwa bima ingekisha muda wake basi nikawa nilitulia tu, na baada ya hapo 2024 tena nikawa nimeenda tena kwa ajili ya check up pale Benjamin, baada ya kupata bima nyingine toka kwa tena kwa wadau ambao walinipatia bima ambayo ilikuwa ni kubwa 2024. Basi nikawa nimekwenda kale kwa hiyo kwenye mfumo kuangalia, wakasema kale kipimo kile hakionyeshi, wakanitaka nipime tena kipimo kingine kwa MRI kwa maana nyingine tena ili waweze kuona je imezidi kuwa kubwa zaidi au imekuwaje. Hasa baada ya hapo wakaniambia natakiwa nifanye matibabu nianzie hospitali ya Jene. Na kwa wakati nimerudi nyumbani hapa nikapata tena changamoto ya titi. Kwa hiyo nilikuwa nimefanywa upasuaji wa titi la mkono wa kushoto katika hospitali ya Jene kupitia ile bima ambayo nikatiwa na wadau. Naona hasa baada ya hapo hiyo 2025 sasa ndio nimefanya operation ya nini? Ya titi. Kwa hiyo baada ya hapo nikao hospitali tena nini? Na kule Benjamin, kutokana kwamba nikahisi kwamba tayari yenyewe itakuwa imetumika nyingi, itakuwa tena ama tena paneno ya kuweza kufanya kile kipimo, na nilikuwa nimekosa hela kutoka kwa wasamaria wema kwenda kupima kile kipimo cha MRI. Na 2025 nikaanza kuhisi maumivu makali kwenye goti la mguu kwa kulia, ambayo maumivu hayo yamepelekea goti hivi limevimba na sijui kwa tatizo kubwa ni nini. Maana hapa nilipata hela kusema niende hospitalini sina, kutokana na kwamba ni mtu ambaye sijiwezi na sina msaada kwa zaidi sana kwa tegemea wasamaria. Hela kidogo ndio nikipata inabidi ninunue chakula na kuwasaidia vile kwa sababu wanasoma, wako mkubwa yupo shuleni na mdogo pia amehitimu ile mwaka jana hiyo tushani. Sawa, unawaambia nini sasa wananchi ambao wanakutazama wakati ukilenga katika mahitaji ya kwako kimatibabu, lakini pia tukiangalia watoto na umetoleza hapa Mpanga? Kwa wote wanaonitazama hasa Watanzania wenzangu, kwamba nahitaji msaada sana niweze kupata huduma ya matibabu. Maana nitakapopata matibabu nami nikarudia katika hali yangu ya kawaida, ingawa itakuwa sio 100%, walau naweza nikafanya hata shughuli ndogo ndogo ambazo naweza kunisaidia kujitumu mimi pamoja na mtoto wangu. Kwa hiyo kikubwa zaidi sana ni kupata matibabu na kupata namna kuweza kulea hawa vijana ambao wapo katika umri wa kukua na mahitaji ni mengi sana. Nahitaji chakula, nahitaji mavazi, nahitaji matibabu, nahitaji mahali pa kuishi, maana kwa kuishi sio nyumbani kwangu, ni nyumba ya watu ambao tarehe ikifika ya kodi atakiwa nilipe kodi. Na kama kodi ikosekana basi mimi nyumba inachukua maamuzi yote yale juu yangu mimi, na nikawa sina sehemu hata kwenda kuishi mimi na changamoto hii na watoto wangu pia. Mama kana hapa mnaona yonjo mbete yapate visaanda na naishi na watoto wawili, lakini kati yao watoto wake wawili akainao wote, mmoja yuko shule, mmoja yuko hapa nyumbani. Watoto wake wote ni wa kiume. Kwa hiyo changamoto anazopitia mimi ninavyoona, hana mtu wa kumfikia, hana mtu wa kumsaidia, kwa sababu huyu ni mama na mtoto anaishi naye na ukieni. Kama kuna uwezekano unaweza kupatikana hata mti kwa kumsaidia, ana kuna vitu ambavyo inatakiwa asaidiwe labda na mwanamke au msichana. Sasa ndio hivyo warana mtoto ati bwanae
muumwa, anahitaji matibabu, asaidiwe. Ndo hivyo. Aminangu mimi nikawachanganyie. Nilikuwa naomba tuungane pamoja ili tumsaidie.